na ambaye ni seneta wa kuchaguliwa mara ya pili. Karibu sana Mswahili mwenzangu. Asante sana. Kwa familia ya mwenda zake pamoja na viongozi wa kanisa, wachungaji wote, pamoja na naibu wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa Rigathi Gachagua, na nyinyi nyote kwa jumla, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimekuja kupita mabonde na milima kuja kukuambia pole sana Gakuya, pamoja na familia yote, kuambia pole sana kwa nyinyi kumpoteza mama yenu mpendwa. Najua hata japokuwa mnapitia katika bonde la mauti, msiogope chochote, kwa sababu Mwenyezi Mungu yupo pamoja nanyi. Atakuwa na nyinyi leo, kesho na hata milele. Alisema sitawajaribu na majaribu ambayo hamtaweza. Kwa hivyo sisi tunasema pole na pole sana. Mimi siku ya leo ninataka kusema tu ya kwamba nilimsikiza Rais wa Jamhuri ya Kenya akisema ya kwamba yeye ndiye mwerevu zaidi kushinda marais wote ambao wamekuweko, kwa sababu yeye ako na degree na ako na PhD. Mimi nikakubaliana na yeye, kwa sababu rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya Jomo Kenyatta alikuwa si mwelevu sana, hakuwa na hizo PhD, ndiposa tukamchagua miaka 15. Alafu pakaja mwingine ambaye hakuwa mwerevu sana, alikuwa Daniel Toroitich arap Moi ambaye alikuwa mwalimu, hakuwa na PhD, tukamchagua miaka 24. Alafu pakaja mwingine ambaye hakuwa na PhD ambaye anaitwa Mwai Kibaki, tukamchagua miaka 10. Alafu pakaja mwingine ambaye anaitwa Uhuru Kenyatta, hakuwa na PhD, tukamchagua miaka 10. Huyu sasa kwa sababu ni mwerevu zaidi, na mtoto akiwa mwerevu zaidi huwa anaruka mpaka darasa, ndiposa tunasema wewe ni mwerevu zaidi, ndio tunasema one term. Ukiwa mwerevu zaidi tunakupatia one term, unasonga. Na siku ya leo niwaambie, tukiwa hapa, majina haya unaona tukiwa nayo, majina haya tulio nayo, kama jina Joe, jina Geshohe, jina Kimani, jina Nyomo, jina Ngoge, jina Medho, jina Sifuna, haya ni majina ya serikali. Jina la mtu yeye ndio huwa anatengeneza mwenyewe. Vile ambavyo ama Bazenga, haya ni majina majina ya serikali. Jina la mtu ndiye huwa anatengeneza mwenyewe. Kama unasikia unasema ndio yule Alice ambaye ametuacha, yule alikuwa mkarimu. Ndio yule Ngogi ambaye ni mweka hazina. Ndio yule ambaye anaitwa Geshohe ni moderator. Ndio yule Joe Nyoto ambaye ni seneta wetu. Ndio yule Rigathi Gachagua, yule anaongea ukweli. Ndio yule Ruto ambaye anaongea uongo. Kwa sababu majina mtu ni huwa anatengeneza. Na sasa kwa sababu ametuambia ni mwerevu sana, wacha nikuulize kwa sababu hakuelewa vizuri. Sifuna, ukitoka hapa tutakukubalia uende ukutane na yeye. Umwambie nyinyi mlisema mnaenda Canaan. Baada ya yeye kufuatana na baba, sasa anatuambia anaenda Singapore. Singapore hatuendi. Nimemsikiza hapa ati mbunge ambaye anaitwa Muthoni ametoka huko Lamu. Amesema ya kwamba yeye ako katika serikali na hawana stima, ametuambia. Akatuambia katika serikali na hawana barabara. Akatuambia katika serikali na hawana barabara. Huo ni ujinga ama ni werevu? Joe Nyoto huyu wako one term, wako na barabara. Kijana wetu Nyoro hapa ambaye tumeambiwa, na yeye ndiye amekuja akatuambia, amekuja Murang'a akaona barabara ni nzuri. Amekuja Murang'a akaona ya kwamba kuna stima. Mimi nimetoka Lamu, hatuna stima, lakini wacha nikwambie ndugu yangu. Nimesikiza Kamau akisema ya kwamba ametuambia kwamba ati ukienda katika msururu wa panya, lakini nikukumbushe kwa sababu unajua hata msafara wa mamba haukosi burukenge. Wewe unajua. Kwa hivyo huu ni msafara wa mamba, na Rigathi akiongoza msafara wa mamba, tunajua kutakuwa na burukenge, lakini burukenge hawezi kuzuia sisi tuende safari. Jamani, na kwa hayo mengi au machache, nataka kusema Mungu wa Isaka, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Yusufu abariki sana hapo, abariki asisahau na mimi John Kenywa. Asanteni sana. Asante sana.
Nilipomwita seneta wa Laikipia, mimi nilijua kwamba atakiporomosha Kiswahili hapa mpaka wale ambao walikuwa wamesinzia waweze kuamka, na hivyo